Nazungumza ni mapito katika maisha, kwa kuwa umesimama kwenye haki, umesimama kwenye utakatifu, unasonga mbele na imani. Kuna wakati unakutana na wakati mgumu katika maisha ya kawaida tu. Uelewi. Nikwambia kuna wakati kuna kucha hujui kuna kucha kuchaje, unalala hujui kutakucha kuchaje, na kazi unafanya. Yesu asifiwe sana. Mtaani unapambana, lakini hali inabadilika tofauti na jana. Yesu asifiwe sana. Kuna muda unapoteza direction mpaka uelewi watoto watakula nini, hujui. Amen. Haujui. Unakutana mtumishi na kutumainisha na kwambia mlokole, kutokuwa na hela ni dhambi kubwa na mbinguni huendi. Unasema Mungu wangu, unaona sasa mambo gani haya? Hapana, mimi nakwambia haleluya. Hapana, Paulo mtume anasema tumefundishwa kushiba na kuona njaa. Tumefundishwa kuwa navyo na kutokuwa navyo. Nachokuhubiria ni kwamba endelea mbele na imani, hata katikati ya magumu. Wewe endelea mbele. Wewe endelea mbele, hata kama unalia leo, endelea mbele. Wenzetu waliushika wokovu, waliona ni wa thamani kuliko majaribu waliokuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Leo watu wanamwacha Mungu akiumwa tu. Nimeona watu wengi walivyotumainishiwa ya kwamba ukiokoka utapona lazima. Akaokoka hajapona, anasema Mungu hayupo. Hapana, Mungu yupo. Wenda ungeendelea kumvumilia, angeenda kukuponya. Tatizo ni kwamba tupo kwenye kizazi cha watu wa haraka haraka. Nimesema jana, kizazi cha watu wa haraka haraka. Na wapone wahubiri pia tuko haraka haraka, wanawatumainishia watu haraka haraka. Washirika wenyewe wamekuja kanisani wanataka kupata vitu haraka haraka. Mwendo wa nini? Haraka haraka. Lakini Mungu hataki haraka haraka hiyo. Mungu anataka aone watu wavumilivu, watu wastahimilivu, watu wenye imani, wa kuyatazama magumu kama ni kitu ambacho, yani wanayatazama magumu kama ni kitu ambacho ni kweli. Barabara ni ngumu, ni kweli ni milima. Mungu anataka watu ambao wanaitazama milima kama ni tambalale. Unaelewa vizuri hapo? Mabonde kama ni nini? Tambalale. Mungu anataka watu waone hivyo. Ni kweli ule ni mlima mkali na mimi nauona, lakini kwa imani niliyokuwa nayo pale nitapita. Kwa imani niliyokuwa nayo pale nitafanya nini? Nitapita. Kumbuka nimetoka kwenye concept hii ya kwamba kabla ya kunungunika na kuanza kujirusha online, Mungu unasema nilihubiri chiki tulikemea sana nikiwa Dar es Salaam. Nilikemea kumwambia watu Mungu hapana. Wakati fulani kabla tujalalamika online, nilalamika kwenye maombi. Sasa kabla haujaanza kulalamika, iwe kwa watu iwe online, nenda magotini pa Mungu kwanza. Lalamika huko, zungumza na Mungu huko. Pale kitabu cha Hesabu. Watu Mungu wangapi wananielewa? Punga mkono namna hii. Punga kabisa, punga kabisa, punga kabisa, punga kabisa. Mungu akubariki sana. Kitabu cha Hesabu. Itazama kwa akili ya kawaida ni ngumu kuendelea nayo. Yaani ngumu kuendelea hata kusurvive. Kuna mambo unakutana nayo kwenye maisha ya kawaida. Unawaza mara mbili mara tatu, shetani anakuambia jibu la mwisho ni kuacha imani. Lakini Mungu anataka watu ambao hata kama utaona mambo ni magumu, anataka aone watu wanaosema nitashinda hakika bila shaka. Na kuna anaelewa hapo? Kweli mambo yamesonga, hayaeleweki. Unaenda huku na kule, haieleweki. Unajaribu kutafuta hiki, haieleweki. Homa unakuta inakupiga, kuomba unaomba, kujitakasa unajitakasa, na unakutana na wahubiri wanakuambia kwa nini unaomba sana, unafunga sana lakini bado hauponi. Utakuwa hauna Mungu ndani yako. Unaanza kufikiria Mungu mwenyewe yupo wapi? Unawaza kuacha imani. Lakini Mungu anataka unapopita kwenye magonjwa, unaomba kikubwa, umemwomba Mungu, umetubu mbele zake, umemlilia, bado majibu hayajaja. Mungu anataka uendelee mbele.
Endelea mbele, endelea mbele. Watu wanakunyoshea kidole, wanakuambia kwa nini hauponi? Mbona unaendelea kuumwa? Itakuwa umeendelea kutenda dhambi wewe. Kama hujatenda dhambi ndani yako, Mungu anakuambia leo, endelea mbele, endelea mbele. Hata kama unasema unasali kitu gani huko, mbona hauponi? Mbona gonjwa lile limerudi? Mwambie hapana, sijatenda dhambi. Kama Mungu ameruhusu, mimi nitaendelea mbele na imani, kwa sababu maisha ya imani ya milele yana thamani kuliko maisha yetu ya sasa. Sisi sio wa kwanza kupigwa na magonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiza nikwambie, mtu wa Mungu, haya nayo kuambia utayaona ya thamani siku moja. Nielewe. Ulidanganywa kuona tu kwamba inawezekanaje. Nakwambia haya, kuna watu wanajiuliza maswali. Wako makanisani wanaacha imani. Kwa nini? Kwa sababu anaumwa haponi. Haleluya. Sikiliza, hata kama unaumwa, unakunywa vidonge, unasema inawezekanaje? Sikiliza, maisha yetu ya milele yana thamani kuliko maisha haya. Wewe endelea kumtafuta Bwana ukimwamini kwamba yako makao mapya ya milele. Kwani sikia, sisi tulijifunza wakati wa somo la ujio wa Yesu mara ya pili, tukasema kwamba tutavikwa mwili mpya, tutavikwa mwili usioharibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Pendo, tuyaelewe haya maandiko, tusiyasome kama dunia inavyotaka tuyasome. Ndio maana watu wakichekwa tu, mbona unasali kwenye hilo kanisa bado unabugia vidonge, anaacha wokovu. Wewe sikia, Paulo anamwambia Timotheo ya kwamba, anamwambia tumbo nalo kusumbua mara kwa nini? Mara kwa mara, hilo utakunywa kana niliu fulani kama mvinyo kidogo. Utakunywa kajuisi fulani kama mzabibu, kunywa hako kakusaidie. Lakini haumoni Timotheo analalamika, anasema bwana, mimi niacha imani, mbona tumbo linanisumbua? Haya maandiko aliandikwa ili tutie nguvu sisi tusiache imani kwa sababu ya tumbo linalokusumbua. Usiache imani kwa sababu ya kichwa hicho ambacho kinakuuma. Wewe rudi, njoo, omba kwa Bwana, omba tena, omba tena. Umesikia mwingine ameomba amepona, wewe hujapona, endelea kuomba. Umesikia mgeni amekuja ameomba amepona, wewe hujapona, endelea kuomba. Usikate tamaa, endelea, kwa sababu unachokitafuta ni bora kuliko uzima huo, ni bora kuliko uzima wa duniani. Tunaotafuta uzima, tunatafuta ule uzima wa milele, sio uzima wa miaka 60, sio uzima wa miaka 80. Huo unachakaa, ila tunaongoja ule wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usiache imani, kwa sababu ikiwa yule ameponywa, ni Mungu yule yule unayemwabudu wewe. Yeye kaamua mponye yule kwanza. Ndio maana tutasikia tunaendelea na ibada hapa, kuna mwingine anakuambia nimepona ugonjwa ambao bado unaumwa, mwenzako anakuambia nimefanya nini? Na inawezekana unaomba kuliko yeye, unafunga kuliko yeye. Haleluya. Ni mwaminifu kwa Mungu kuliko yeye. Kuna watu wengine sio waaminifu kabisa kwa Mungu, lakini Mungu anawatendea mema mpaka wanajisahau kuendelea kuwa waaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio waza kusema mimi ni mwaminifu kwa Mungu, Shetani ni mwaminifu sana. Mwaminifu, sikiliza, nikwambie mtu wa Mungu, lishika hilo. Uaminifu kwa Mungu huondoi majaribu. Kwani uaminifu kwa Mungu unaruhusu majaribu mengi zaidi, ili Mungu akupime. Ndio maana unapomsoma Ayubu, maandiko yanasema palikuwa na mtu mmoja aliyekuwa mkamilifu aliyekuwa mkamilifu. Maandiko yanasemaje hapa? Hebu soma hapo, msome Ayubu kidogo. Some mtumishi wa Mungu Ayubu hapa. Some Ayubu hapo. Ayubu moja hapo. Ayubu sura ya kwanza mstari wa kwanza nasema, ndio, palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, ndio, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu. Sikiliza, maandiko yanasema Ayubu alikuwa ni mtu mkamilifu na mwelekevu. Tena sio kamilifu tu, ni mwelekevu, kwa sababu uelekevu unaleta ukamilifu, uelekevu unaleta utakatifu. Kwa sababu mtu anayeelekezeka ni zaidi, ni mtu ambaye anaweza kuwa mtakatifu kwa sababu anafuata maelekezo ya Mungu.
ni moja ya aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Ni moja ya mtu aliyekuwa na mcha Mungu na kuepukana na uovu. Ishi hapo. Huyo ni nani jamani? Huyo ni Ayubu. Sijui kanisa la leo tunasoma Biblia namna gani mpaka uanze kumtukana Mungu, mpaka uanze kumfanisha Mungu na maviete. Jamani, maviete sijui na yaonaje, na siku utakapokuwa na viete sijui alitakuwaje. Yesu asifiwe sana. Kwa sababu maviete yamechanganya uongo za watu na waumini. Wameacha imani, wameacha kuabudu Mungu katika roho na kweli, wameacha. Kwa nini? Kwa sababu ya mapito, kwa sababu ya magumu. Siku moja nikasema, unaweza ukasema, mchungaji, wewe hujawahi kupita kwenye magumu, na mimi napita. Yesu, tunatofautiana kulalamika na kulaumiana. Yesu atukuzwe sana. Tunatofautiana. Mungu anataka nini? Wewe unapita kwenye mapito, unawaza. Kuna wengine mpaka wameacha kuwa waaminifu kwa Mungu, wamepunguza. Anasema, mbona mimi ni mwaminifu sana? Ukienda kwenye mafungu ya 10, mimi mbona ni mwaminifu? Ni mwaminifu kabisa, simuibii Mungu kabisa. Nikipata 1,000 ninajitoa 10,000. Mimi sio mwizi kama wengine. Mbona Mungu napita kwenye mapito haya? Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie, Ayubu alikuwa mtakatifu. Ayubu alikuwa mkamilifu. Amepita level ya utakatifu. Ni mkamilifu, tena ni mwelekevu, halafu tena ni mchaji wa kimungu. Maandiko yanamsema Ayubu alikuwa akienda mbele za Mungu, hatubu kwa ajili ya dhambi zake tu. Anasema alikuwa anatoa dhabihu kwa ajili yake na kwa ajili ya nani? Ya watoto wake. Yamkini wamemkosa Mungu, yamkini wamemtenda Mungu dhambi, mimi bila kujua. Kwa na waombea msamaha. Huyo mtu ni mtakatifu. Hakuangalia makosa yake peke yake, alirudi, aliangalia mpaka makosa ya watoto wake, aliyatubia mbele za Mungu. Lakini yote hayo hayakuondoa mapito kwenye mwili wake, hayakuondoa mapito kwenye uchumi wake. Bado alipita kwenye uchumi, na maandiko yanatuambia mwisho wa Ayubu ulikuwa ni mwema mno kuliko mwanzo, akabarikiwa zaidi kuliko mwanzo. Watu walimjia kumlaumu na kumcheka, yeye aligeuka kusema na Mungu. Haleluya. Aliinuka kusema na Mungu. Na inawezekana kama wasingemjia ya Ayubu angenyamaza kimya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe asingeongea maneno mengi vile. Aliongea kwa sababu watu wengi walimjia. Na kila walipomjia bado alirudisha laumu kwa Mungu. Soma vifungo vizuri vya Ayubu. Usisingizie kwenda online kwa kisingizio cha Ayubu. Ayubu alizungumza na watu, lakini alizungumza na Mungu. Alipozungumza na watu, alizungumza zaidi kwa Mungu. Anamwambia Mungu, bora hata hii mimba isingetungwa kabisa, na ilaaniwe siku hiyo. Ilaaniwe siku. Yaani yeye alijifesi yeye. Yesu asifiwe. Alijifesi yeye. Nikuulize swali, unasomaje Ayubu? Ayubu kuna wakati alimlaumu nani kwenye mapito yake? Kuna mtu alimlaumu? Aliwalaumu walimwengu, aliwalaumu wanasayansi, aliwalaumu daktari, alimlaumu kiongozi ama mfalme wa wakati huo? Ayubu yeye alalamika na wale waliomzunguka. Toka hapa kazungumza na Mungu. Utakatifu wa Ayubu haukuzuia mapito. Utakatifu wa Ayubu haukuzuia magumu. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Usipunguze uaminifu wako kwa Mungu kwa sababu ya magumu. Usipunguze. Maisha ya milele ni bora kuliko kufikisha miaka 100 duniani. Ni bora kwa sababu kama kufa, kila mtu atakufa. Na hujui utakufa kwa namna gani. Yesu atukuzwe sana. Wenda leo hauumwi na hautakufa kwa homa. Hautakufa kwa homa, hautakufa, usiumwi, hautakufa kwa homa. Kwani homa ndo zinazoua tu? Leo zinazoua ni homa peke yao. Zamani malo wenye ukimwi, wanaokufa wenye ukimwi peke yao. Kisukari wenye kisukari wanaokufa peke yao. Na pressure wenye pressure wanaokufa peke yao. Yesu asifiwe sana. Wako watu hawana magonjwa na wanakufa. Sembuse na huko nje ya Yesu, huko ndani ya neema ya wokovu, hata kama uumwi unanyongwa usiku kimya kimya. Kimya kimya. Lakini pamoja na hayo
Mungu anajua hesabu ya miaka yetu na maisha yetu. Nini cha msingi cha kutafuta? Cha msingi cha kutafuta ni nini? Maandiko yanasema heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa maana matendo yao yafuatana nao. Heri wafu wafao katika nani? Katika Bwana. Mungu nikutie moyo katika jina la Bwana. Usiogope magumu. Mwambie Mungu nishike. Mwambie Bwana nishike. Wanakucheka, wanakwambia unasali kanisani kila siku, mbona unajitesa? Lakini bado tunakuona unatembea na vidonge. Mwambie hapana. Mtu Mungu, mimi nakutia moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wewe mchungaji, ningekuwa nimekunywa dawa wiki na wiki iliyopita, ungesema mchungaji ni kwa sababu anaumwa huyo, ndio maana nakuhubiria. Hapana. Yesu asifiwe sana. Wewe nakuhubiria na miaka mingi, hata mdogo wa malaria sijana zaidi ya miaka 10 na. Haleluya. Hata kulazwa. Lakini ninalojua ni kwamba Mungu yeye anayenilinda. Wenda siku moja karuhusu nikapita kwenye ugumu, namwambia Bwana unishike mkono. Ndio maana nakutia moyo wewe. Nakutia moyo wewe ambaye inawezekana hata leo ninahubiri, unasema nikirudisha nyuma kumbukumbu zangu nyumbani, nimebakiza shilingi 3,000 tu ya kwenda kununulia mboga baadaye. Sijui hali itakuwaje, na vile ambavyo mafuta yanapanda na uchumi unabadilika, hali itakuwaje? Mimi nakwambia hali ya kwanza, wewe mshike Yesu, endelea kumshika Yesu. Nimepita duniani, wanasema kuna ugonjwa mbaya unakuja zaidi ya korona. Ulioua korona ni cha mtoto, unaokuja ni mkubwa zaidi. Unamwambia Bwana, kama hiyo korona kubwa itakuja, mimi nikute nikiwa na wewe. Ikiwa nitaondoka nayo, niondoke nikiwa na wewe. Jambo la msingi, mimi nikutembea na wewe. Nipigwe na magonjwa, nipigwe nikiwa na wewe. Niumizwe na uchumi, niumizwe nikiwa na wewe. Watu wanizomee nikiwa na wewe. Waseme unakunywa mavidonge, nitakunywa nikiwa na wewe. Waseme una njaa sana, nitaendelea kuwa na njaa nikiwa na wewe. Nikiwa na wewe. Kikubwa nikafe na wewe, kikubwa nikazikwe na wewe, ili parapanda itakapolia niondoke na wewe. Haleluya. Haleluya. Kanisa, usirudi nyuma. Haleluya. Usirudi nyuma. Hata kama dunia inakutazamisha mambo mazuri tu, usirudi nyuma. Usigeuze mwendo. Endelea kuwa mwaminifu kwa Mungu. Haleluya. Endelea kuwa mwaminifu kwa Mungu. Wewe endelea. Najua wengi wanaweza wakakucheka sana mno, wakakuzomea. Maisha yenyewe mbona hayaeleweki? Hayaeleweki. Ndugu, nafahamu kuna ndugu zetu wanatutazama kwenye mazingira ya kawaida ya ajabu. Wanasema toka umeokoka tuone unachokifanya. Unamwambia ni kweli hamuna unachokifanya, lakini Mungu anajua. Kikubwa nashika utakatifu. Kikubwa nashika maisha ya utakatifu. Kwa sababu maisha ya duniani haya, unaweza ukajenga magorofa, ukajenga vitu mazuri, unapomaliza kujenga unaondoka. Hasara iweje uondoke ukiwa umejenga ya mwilini, ya rohoni hujajenga. Haleluya. Kweli tutakusifu, tutakupongeza, tutakwambia hongera, jamaa mpambanaji, lakini maisha yako ya mbele yakoje? Bwana Yesu asifiwe sana. Nasikitika kuona baadhi ya watu, uchumi ukiyumba na wao imani na yumba. Pesa ikiyumba, imani na yumba. Ndoa ikiyumba, imani na yumba. Uchumi ukiyumba, imani na yumba. Kwa nini? Haleluya. Mbona unaweza kayumba kwenye uchumi, ndio kifo chako kiko hapo. Utakufa ukiwa umeyumba kiuchumi na imani imeyumba. Mimi nakusihi mshike Bwana, kwa sababu maisha yetu ya mbele yana thamani kuliko haya. Umedanganywa na dunia tu kukutazamisha maisha haya, umesahau kutazama maisha ya milele. Kanisa la kwanza liliyatazama maisha ya milele kama kitu cha thamani mno. Liliyatazama maisha ya milele kama ni jambo lenye muhimu kuliko mengine yote. Na ndio maana hata mbele ya mawe, maandiko yanatuambia Stefano anainua macho juu, anaona mbingu zimefunguka. Mawe yana maumivu, anavuja damu, mauti hiyo inamkuta, lakini anatazama mbinguni, anaona mbingu zinafunguka.
maumivu ya dunia aliona si kitu kuliko ule wokovu wa milele atakaokwenda kuishi na Bwana milele. Kwa nini uogope? Kwa nini wanapokucheka wanadamu na wewe ujisikie mnyonge? Mnasali sana. Ona siku hizi mnaenda kanisani saa 11. Mnaomba kitu gani? Mbona uchumi ni mgumu? Mwambie namtafuta Yesu aliye zaidi ya uchumi. Wanakuambia mbona unaenda kanisani lakini bado mafua inakupata? Mwambie namtafuta Yesu aliye na thamani kuliko mafua. Yeye anaweza kuniachilia mafua kwa kusudi tu, na hizo ni njia tu ambazo Bwana aweza kuziruhusu mimi nikaondoka duniani nikakutana naye milele kule. Kwa hiyo usinitishe, siachi kuomba, siachi kufanya ibada mfululizo. Hata kama utanikuta nimebeba mzigo wa madawa, nitakwenda nao tu, lakini kikubwa nimemshika Bwana milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiogope. Watu wamerudi nyuma, wengi wamerudi nyuma, wameacha wokovu. Hasa ulipotazamishwa pia. Unajua wokovu, wokovu ukiwa na nyumba kazuri kenye tinted, ndo wokovu wako unaeleweka mbele ya jamii, ili wokovu wako uheshimike. Kama na kagari na wewe nako. Unajua wokovu ili uheshimike hautakiwi kuonekana hata hospitalini. Ukionekana tu hospitalini ili wokovu wako hivi na vile. Nikakwambia toka miaka ya nyuma ya kwamba tutazami wokovu kwa sababu ya vitu hivyo.